Na mtazamaji karibu tena, mwenyewe hapa nimeshindwa nitafanyaje. Naona nitakuwa refa hii leo kwa sababu naona hapa kumewaka moto. Wenyewe hawakubaliani kuhusu nini ambacho kinastahili kufanya. Lakini labda tuanzie hapa. Wale maafisa wa kusimamia uchaguzi, hao tunawaita returning officers, ni wafanyakazi wa IEBC, ni wafanyakazi wa kudumu. Ni wafanyakazi? Naam, ni wafanyakazi wa kudumu wa IEBC. Je, ni kwamba sasa wanachukua nafasi za wale makamishna wa IEBC? Tuseme kwamba hao makamishna hawana nafasi tena? Zubeida, unafaa kujua kwamba hawa wafanyikazi ni IEBC. Hakuna tofauti ya huyu na Chebukati. Lakini kuna makamishna na kuna maafisa. Na kuna commissioner na kuna secretariat. Na utakuja kupata ya kwamba jambo ambalo hatuzingatini ya kwamba wakati huu tuko na ile act tunaita Election Offences Act. Imesema ya kwamba hawa wafanyikazi returning officers wakifanya makosa, kuna bado sheria itachukua mkondo wake dhidi yao. Kwa hivyo hana ile nafasi ya kubatilisha tu na baki. Unajua kwa sababu nimeuliza swali hili kwa sababu tumeshuhudia sote kwamba kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu jinsi ambavyo wanateuliwa. Wanateuliwa na nani, kwa kipindi gani? Kuna vikundi viwili hapa Zubeida. One, kuna wale ma-commissioner. Hao ndio kama mwenzangu venye alikuwa anasema ndio the buck stops with them. Kuna wale waajiri, sio wakudumu, hata ni wako on contract. Wakimaliza hiyo exercise ya election process, kazi yao itaisha, watalipa cheki zao, waende nyumbani. Na basi watu umejibu swali ambalo nilikuwa nalielekea pale kwamba ni vipi basi tuamini uchaguzi wa taifa na watu ambao hawako pale kudumu, watu ambao labda watafanya kazi kwa muda miezi miwili mitatu na waondoke. Je, rufaa ikitoka baadaye utaenda kushtaki nani? Kwa sababu yeye wakati huo hata kuwa afisa wa IEBC. Kwa hivyo utakuwa ukishtaki nani? Ndio nilikuwa nimeanza kusema kwamba kulingana na mimi vile naona judgment ya court, hakuna kitu kimebadilishwa. Kwa sababu kile kipengee kinaongoza hali ya upiga kura kiko pale pale. Kinasema kuna wale wafanyikazi wa kule mashinani watapigisha kura, watahesabu kule na watapeleka matangazo, watapeana results sawa kwa tallying center na watatangaza, na kumesemekana kile watatangaza ndicho final, kwa sababu we are not starting from a negative point of view, tunaanza from a positive point of view. Kwa nini tunashuku watafanya makosa? Ni swali tu tunauliza kwa sababu ni swali ambalo kila mmoja anauliza. Je, mtu ambaye amepewa tuseme vile unasema contract ya mwezi mmoja kusimamia tu huu uchaguzi, ni vipi ambavyo unaweza kumwamini na uchaguzi ambao ndio unamaanisha kipindi kingine cha miaka 5 kwa taifa la Kenya? Iwapo sasa kutakuwa na tatizo, nani atakuwa sasa ndiye tunasema kwamba ndiye atawajibika? Kwa sababu ukimwendea Chebukati atakwambia mimi mlisema kwamba hayo ndio matokeo ya mwisho, siwezi kubadilisha. Mbona alaumiwe yeye Chebukati? Na wale utawatoa wapi tena? Swali tunaunganisha sasa urais, MCA na woman rep. Kama tunawaaminia matokeo yale watatoa ya MCA na woman rep na senators na member of parliament, je, mbona basi urais? Kwa hivyo tunataka kusema hivi, tukianza kushuku wale wafanyikazi, si kuwashuku, nadhani ni ile tunataka kuelewa nani ambaye atawajibika. Tupokee simu kabla hamjajibu. Tupokee simu, tuko naye Mwaura. Hujambo? Hamjambo sana. Naam, shukrani sana kwa kutazama Dira ya Wiki. Je, maoni yako kuhusiana na ule uamuzi uliotolewa hii leo ni yapi? Mimi niko na furaha kubwa sababu ya uamuzi wa hiyo court. Naam. Kwa sababu kwa muda mrefu Kenya hii sasa tutaweza kupata welo ya wananchi ya wapiga kura bila kutatizika. Naam. Kwamba hii court ya majaji 5 imeconfirm judgment ya wale wengine 3 wa court ya high court. Kwamba welo ya people inakuwa determined polling station. Naam. Polling station ndio mimi nilikuwa presiding officer uchaguzi uliopita katika kituo kimoja. Pale ndio wananchi wanapiga kura. Naam. Alafu presiding officer ana determine valid and invalid votes. Ana determine kukiwa na agents wa political parties. Kukiwa na clerks of the electoral commission. Na even a journalist can be there. So wakati kuhesabiwa kunafanyika wazi. Naam. Kwamba hii ni mgombeaji huyu inawekwa katika kando na mgombeaji wengine. Alafu hesabu inatolewa. Shukrani sana Mwaura. Hiyo wero ya watu ya wapiga kura haifai kubadilishwa na mtu yoyote.
Naam, shukrani sana. Mwaura yeye anaamini kwamba hali itakuwa shwari katika vituo vya kupigia kura. Tuko naye James, hujambo? James, hujambo? Sijambo. Shukrani sana kwa kutazama Dira ya Wiki. Maoni yako kuhusu ule uamuzi ambao umetolewa ni yapi? Mi kwanza nataka kusema nashukuru sana. Naam. Wakenya wamekuwa na wasiwasi mwingi kwa majuma mawili ambayo yamepita. Wakishangaa ni vipi uamuzi utakuwa. Naam. Na ni watu wengi sana wamefurahi kwa sababu ukiangalia tukirudi hapo nyuma 2008. Naam. Ilikuwa ni mwaka wa huzuni kabisa. Na watu wengi walipoteza maisha. Watu hata walikuwa wameanza kupoteza hata what we call confidence in the electoral process. And this kind of ruling has brought back confidence even in the people themselves. And now even people can go back to elections na waweze kupiga kura wakitarajia matokeo hayataweza kubadilishwa. Naam, shukrani sana James kwa kauli hiyo. Wote hao wawili wanasema kwamba wana imani na wana matumaini kwamba uchaguzi sasa utakuwa ni washwari, wa uwazi na wa haki kwa taifa. Labda nirejelee hili swala la uwazi huo na kuhakikisha kwamba matokeo yanatangazwa kwa njia ambayo inastahili. Je, makamishna wanaweza kwenda katika kaunti wao wawe ndio wametangaza katika hili swala ambapo tunasema kwamba huenda hawa wakawa ni wa muda tu alafu wakaondoka? Makamishna wanaweza kujitwika hilo jukumu? Zubeida, kwanza kusema ya kwamba hawa returning officers ni wa muda tu, kwa hivyo ni tofauti na IBC, hilo ni kupotosha wa Kenya. Hawa watu wanapatiwa contract ya muda mrefu na hata kukiwa na jambo ambalo mtu ameenda kotini katika constituency, unapata kwamba anashtaki yule returning officer. Lakini akishtaki returning officer ameshtaki IBC. Hata wakili mwenye atatetea returning officer ni wakili ambaye anatoka IBC. Kwa hivyo si ati wakati kuna dosari huyu hatakuwa. Kwa hivyo hata ikiwa kwa uchaguzi mambo ya rais, ukiwa na dosari katika matokeo ambayo yamekuwa announced, tuseme starehe, utaweka pia huyo returning officer wa starehe na mwenye ambaye alitangaza. Kwa hivyo kuna wengine ambao watakuwa pale wawe ni macho kuhakikisha kwamba mambo yanaenda shwari. Kuna wale waangalifu, wale wa kufuatilia kuona kuwa hakuna kibaya ambacho kinaendelezwa. Wakati ambapo returning officer ameshapatiwa jukumu hilo, yeye ndio mwanzo na mwisho kulingana na IBC. Lakini jambo ambalo umeuliza ya kwamba commissioners wanaweza enda round, ndio wanaweza zunguka na hata wanazungukanga. Lakini hawana kipawa ya kwenda kusema mimi sasa ndio nimechukua kipaza sauti, mimi ndio nitafanya matangazo. Hana kipawa hicho. Yeye au ni kungoja pale na kuhakikisha kwamba mambo yote yameenda shwari. Wakati ambapo watakuwa na tangaza ya rais, vile daktari amesema, ni yule chairman ambaye atachukua kipaza sauti na kusema tumejumulisha na haya ndio matokeo, mwenye na shida kotini. Na nataka tufafanue hili na tulielewe pia kama Wakenya, tusiwe tunakanganyikiwa kidogo. Kwa hivyo yule returning officer akitangaza kwamba Zubeida ndiye rais, ndiye mshindi katika urais, sasa hiyo inamaanisha kwamba sasa mimi ndiye rais? Hapana. Ama baada ya hayo matokeo kupelekwa kwa yule mwenyekiti, je, hapo ndipo atanitangaza kuwa mimi ni rais au itachukua muda fulani kwa mimi kutangazwa kuwa rais? Wacha niseme Zubeida, kulingana na ruling ambayo imefanywa leo, inasema ya kwamba, kama ninaelewa vyema, ya kwamba kama presidential ni 10,000. Naam. Na watu ambao wamepiga kwa wacha tuseme Uhuru ni 10,000, na wale ambao wamepigia Raila ni 15,000 ama 9,000. Hiyo namba ambayo atapeana iende juu, hiyo ndio Chebukati atajumulisha. Lakini swali kuu ni hii, na ndio ninauliza, tumeshuhudia wakati ambapo kama Uhuru amepata 10,000 na Raila amepata 10,000, katika kujumuisha kwake anaweza ongezea Uhuru 5,000 ama amtolee 5,000. Na kulingana na vile sheria imesema ya kwamba ile statement ambayo atapeana juu, hiyo ndio itakuwa final. Na hapa ndipo ninauliza, katika uongozi kuna kitu tunaitaka checks and balances, na tunasema ya kwamba huyu ambaye anatangaza kura vile zimekuja, kama ameongeza ama ametoa, that is final, lakini hakuna the checks and balances. Sasa vile watu tunauliza ni hii, ile ambayo itaenda pale juu ambayo imetolewa 10,000, hiyo ndio Chebukati kulingana na sheria
inasema ya kwamba usome ile. Now, isn't that not a recipe of chaos? Dada yangu, ndugu yangu ameleta swala nzuri la checks and balances. Sasa sababu tuko kwa muundo wa serikali ya ugatuzi, beleni tulikuwa tuna control mambo from the center. Sasa mambo yamegatuliwa. The checks and balances, daktari anaongea mambo yake, imepelekwa kwa constituency. Kuna washikandao pale. Hakuna the returning officer akona mamlaka ya kujumuisha vile atakavyo, kwa sababu pale kuna akina nani? Kuna watu kadhaa pale. Kuna agent wa kila chama pale. Kuna maofisa wale wengine pale, kuna BVR machine. Kwa hivyo hakuna nafasi ya returning officer kuchukua karamu yake na kukanzo na kutangaza. Lakini tumeshuhudia. Kile kimefanywa ni kwamba tumegatua hali ya checks and balances. Na tumeuliza mtazamaji, je, kwa maoni yako unadhani kwamba matokeo ya kura katika maeneo bunge yatazuia ama yatapunguza udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu? Kufikia sasa 79% wamesema ndio. Wakenya ni kana kwamba wana imani na mfumo huu mpya wa uchaguzi wa matokeo ya kura, na 17% wanasema la, 4% ndio wanasema kwamba hawana uhakika. Reverend Harrison Kosgei anasema sidhani, kwa sababu huenda ikaongeza udanganyifu zaidi, cause RO can be compromised in perceived strongholds. Anasema kwamba anatazama akiwa Lesos, Nandi County. Abraham CTNA anasema ndio itasaidia, maana ni vyema mshindi aitwe mshindi kwa njia ya haki. Unatutazama ukiwa Narok. Shukrani kwa ujumbe huo. Geoffrey Kevolwe anasema ndio, kwani hakuna atakayelalamika wizi wowote kwa sababu matokeo yatakuwa yamejulikana. Na Were Patrick, ndio ukarabati wa matokeo itakuwa ngumu kwa wale walio na nia ya kuiba. Tukifunga kipindi, je, unaona kwamba Wakenya jinsi ambavyo walivyo na imani na mfumo huu, huenda hilo pia litapunguza ule uwezekano wa kesi zaidi kutolewa? Kwa sababu IEBC walikuwa na ile hofu, sasa tutakuwa na maafisa wa kusimamia 290, tutakuwa na kesi 290 ambazo huenda zikaibuka kwenye uchaguzi huu. Je, hili linatuliza joto kidogo kwamba Wakenya wana imani na mfumo huu? Wakili, tukifunga. Zubeda, hili litatuliza joto sana. Kwani watu wana imani na yale ambayo yatahesabiwa wakiona kwa macho, na wakisema ya kwamba yenye Chebukati ataweza kuannounce ni yale ambayo wameona. Ukikompea na uchukue Chebukati na wale commissioners waende pale KICC nyuma waweze kubatilisha na kuambia ni haya, wataikuwa na imani na gani? Yenye imefanywa kwa ground ama yenye imefanywa KICC, wakati ambapo polisi wamezunguka jengo hilo na kufukuza watu nje? Kesi hazitakuwa nyingi. Watu watachukua yale ambayo yako hapo, na kama utakuwa na tashwishi katika mambo ya ubunge au utakuwa na tashwishi mambo ya governor, senator, women rep, tukienda juu. Naam, na tunapofunga, je, kuna uwezekano kwamba kuna rufaa itakatwa dhidi ya uamuzi huu wa leo, ama uamuzi wa leo ndio wa mwisho? Nafasi iko, kwa sababu kuna ile imepeana hiyo judgment ni Court of Appeal, lakini tunajua kuna Supreme Court ambao mtu akona nafasi ya kwenda. Lakini mimi kulingana na vile naona maoni yangu, sioni haja. Hakuna haja. Kuna haja. Kuna haja. Sheria itabaki Daktari, kuna haja. Naam, daktari anasema kuna haja kurudi mahakamani kwa sababu yeye anahofia huenda kukawa hatari. Wakili ametufafanulia sheria inasemaje, na daktari Ndigana anasema tuko sawa, tuendelee katika uchaguzi. Shukrani sana kwa muda wenu. Nasema asante sana kwa kutueleza kuhusu kile ambacho kimejiri mahakamani. Mtazamaji, muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukiingia katika awamu ya pili ya matangazo haya. Usiende mbali.